mstari wa 27. Baada ya hapo utasoma Ezekieli 39 mstari wa 29. Sasa hivi 36 27. Baada ya hapo 39 29. Nitatangaza. Ndio. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Mungu anatangaza. Huu ni upendo wa namna gani? Anasema nitatia roho yangu ndani yenu. Anaongea na wewe mama uliyekaa hapa, anaongea na wewe baba uliyekaa hapa, anaongea na wewe kijana uliyekaa hapa, anaongea na wewe binti uliyekaa hapa, anaongea na mtoto aliyeko mahali hapa. Yesu anasema atatia roho yake ndani yetu. Atatia roho yake ndani yetu. Haitakaa roho ya mizimu, hayatakaa majini, hazitakaa roho za kiganga, hazitakaa roho za kishirikina. Atakaa roho wa Mungu, roho aliyetembea na Yesu. Anasema nitatia roho yangu ndani yenu. Nani atakaye kuroga ukiwa na roho wa Mungu? Nani atakaye kumaliza ukiwa na roho wa Mungu? Hakika hakuna. Alafu na kuendesha katika sheria zangu. Na kuendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu. Na kuzitenda. Na kuzitenda. Amina watakatifu. Tutazishika hukumu zake. Sasa hivi watu wameshika hukumu za waganga. Anasema ukija kuchukua dawa kwangu uwe unatembea hivi hivi. Hizo ndo hukumu za waganga. Shindwa kwa jina la Yesu Kristo. Hatutatembea katika hizo hukumu. Wengine wanaambiwa uende ukaoge njia panda. Hakuna, hatutaoga tena njia panda. Hiyo ni kazi ya wachawi, sio kazi ya watoto wa Mungu. Wengine wameshika sheria za kwamba lazima utembee na nini kiunoni, na nini kiunoni? Irizi. Hatutatembea tena na irizi, tutatembea na rozari takatifu. Sijui nimeiweka wapi ya kwangu. Tutatembea na rozari, tutatembea na rozari takatifu, tutatembea na rozari takatifu. Mahali tutakipopita tutasema salamu Maria, umejawa na neema, Bwana yuko pamoja na wewe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Yesu aliyezaliwa katika tumbo lako amebarikiwa pia. Hiyo salamu haitokani na wanadamu, ni malaika Gabrieli alifika nayo kwa Maria. Alipomtazama hakuona kitu kingine, akaona binti mzuri aliyebarikiwa na Bwana. Haleluya! Hiyo ndio sheria tutakayotembea nayo. Hiyo ndio sheria tutakayotembea nayo. Hatutatembea na irizi tena. Amina. Kuna watu irizi zimekuwa mzigo. Akisahau nyumbani, hata ibada hapa inavurugika. Hizo mbio anazokimbia, maana haelewi wataiona hawataiona. Tumsifu Yesu Kristo. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Endelea, umemaliza? Maliza. 39:26. Ndio. Wala sitawaficha uso wangu tena. Yesu anasema sitawaficha uso wangu tena. Kwa maana nimemwaga roho yangu juu ya nyumba ya Israeli. Kwa maana nimemwaga roho yangu juu ya nyumba ya Nyabibuye. Amina. Amemwaga roho yake juu ya nyumba ya Nyabibuye. Amemwaga Kakonko Bwana. Kakonko imejawa na roho wa Mungu. Hii roho ya Mungu itakwenda mpaka Burundi Bwana. Itavuka mipaka, itavuka mipaka, itaenda mpaka hapo ng'ambo Kagera hapo. Itaingia pale ng'ambo, itakwenda kila mahali. Amemwaga roho wake juu ya watu wote. Binti mmoja ameherewa, ameshangilia. Hebu piga makofi mengi kwa Yesu. Endelea. Asema Bwana. Asema Bwana. Imeisha hiyo. Imeisha. Si ndio? Tunasonga mbele. Sasa tunaingia sifa za Roho Mtakatifu. Sifa za Roho Mtakatifu. Kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Ana sifa zake. Hatuwezi kuzimaliza zote, lakini tunaenda nazo chache. Walau zitupe taa, zitupe mwanga. Amina. Ili tujue kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu. Sifa za Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu. Sifa ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 7. Sifa ya kwanza
Yohana mstari wa 7. Nitatangaza. Usiende mstari wa 8. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Lakini mimi nawaambia hiyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka. Kwa maana Yesu asipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Anasema hivi, imetosha. Anasema huyo msaidizi hatafanya nini? Hatafanya nini? Kwa hiyo Yesu kwa sababu ya upendo analiambia kanisa, anawaambia wanadamu, yanifaa mimi niondoke, kwa sababu nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Hivyo namjua msaidizi ana kazi ndogo, ana kazi kubwa. Kazi kati ya anayesaidia na anayesaidiwa, yupi ana kazi ngumu? Anayesaidiwa. Anayesaidia. Kumbe mmepata. Tunaposema msaidizi, hatumaanishi yule mfanyakazi anayefanya kazi za ndani nyumbani kwako. Tunamaanisha wakili. Huyu msaidizi sio msaidizi wa kawaida. Nataka niulize swali. Mtu akiwa na kesi mahakamani, mara nyingi huwa anamtafuta nani? Anamtafuta shahidi. Achana na shahidi. Anamtafuta nani? Anamtafuta nani? Ongea kwa sauti, bado sijasikia. Anamtafuta nani? Anamtafuta wakili. Kwa nini anamtafuta wakili? Anamtafuta ili afanye nini? Afanyaje? Amsaidie kufanya nini? Kusimama wapi? Aongee kwa niaba. Kwa sababu gani anamtafuta wakili? Wakili ana nini sana? Wakili ana uwezo wa masuala ya kesi kuliko huyu ambaye amepatikana na hiyo kesi. Amina. Na ndio maana anamtafuta mtu mwenye maarifa, mtu mwenye akili, mtu mwenye ujuzi, ambaye akisimama atapigana vilivyo. Hatimaye huyu mwenye kesi atafanya nini? Atashinda. Nasi tunaye Roho Mtakatifu, huyo ndiye wakili. Tukipata na magumu tunakwenda kwake. Shetani akitushtaki tunarudi kwake, tunamwambia Roho Mtakatifu, nisaidie, mwenzio nina kesi, shetani kanishtaki, waganga wamenishtaki, wachawi wamenishtaki. Roho Mtakatifu, simama upande wangu. Nakwambia Roho Mtakatifu akisimama upande wako, hakuna kesi utashindwa, hakuna mahali utakwama. Ndio maana tuko mahali hapa tunasimama kwa ujasiri, kwa sababu tunaye Roho wa Mungu ambaye anatutetea. Haleluya! Na ndio maana anasema huyo msaidizi nisipoondoka, huyo msaidizi haji. Maana yake mtakosa msaada. Yesu ana akili Bwana. Yesu ana maarifa Bwana. Yesu anatupenda Bwana. Akaona bora ende arudishe kitu kingine kitakachosambaa dunia nzima. Haya. Na leo kimeingia Nyamibue. Amina. Amina takatifu. Amina takatifu. Pointi ya pili, Yohana 14:17. Yohana 14:17 anasema nini? Anasema ni wa kweli. Roho Mtakatifu ni wakili. Akitoka kwenye nafasi ya wakili, anakuja kusimama kama mkweli. Hana unafiki, hana ungo. Wanga ni wanafiki, wanajifanya wanakusaidia, kumbe wanakudumbukiza kwa shetani. Lakini Roho Mtakatifu akija, anakuambia yote yaliyo ya kweli, anakusaidia yote yaliyo ya kweli. Ndio maana tunamhitaji Bwana. 14:17 ndiye Roho wa kweli. Anasema ndiye Roho wa nini? Wa kweli. Kama ni Roho wa kweli, uwe na uhakika kuna roho wa nini? Wa uongo. Kuna roho wa nini? Wa uongo. Ambaye ni nani? Ambaye ni nani? Shetani. Na mawakala wake ni nani? Ongea kwa sauti, mbona mnawaogopa? Na mawakala wake ni nani? Na wengine ni nani? Waganga wa kienyeji. Hao wote ni mawakala wa shetani. Sio mimi ninayesema, ni Biblia. Amina. Kwa Yesu anasema nitawaletea huyo Roho wa nini? Wa kweli. Atatusaidia, atatufunulia mambo, tutayajua yaliyo ya kweli. Hatutayafuata tena yaliyo ya uongo ambayo yametukandamiza kwa muda mrefu.
Amina. Pointi ya 3, Roho Mtakatifu ni mwombezi wetu. Warumi 8:26. Waraka kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Alafu kwa maana tujui kuomba jinsi ipasavyo. Nakusikiliza. Lakini Roho mwenyewe huombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Huyo Roho Mtakatifu anatuombea sikoweza kutamkwa. Maana yake anaomba sawasawa na mapenzi ya nani? Sawasawa na mapenzi ya nani? Hivi akituombea sawasawa na mapenzi ya Mungu, kuna mahali tutakwama, kuna kitu tutashindwa, kuna mtu atatushinda, kuna mchawi atatushinda, liko jini litakalo tushinda? Hakuna. Nakwambia kwa jina la Yesu, maana tunaye mwombezi, huyo ndiye Roho Mtakatifu. Pointi ya 4, Yohana 14:26. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni nani? Ni mwalimu. 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Atafanya nini? Atawafundisha yote. Atafanya nini? Atawafundisha yote. Tulia kidogo. Kwa nini unakwama kwenye maisha? Kwa nini unakwama kwenye maisha? Nasubiri majibu. Nauliza, kwa nini unakwama kwenye maisha? Si hatuna Roho Mtakatifu, hatuna mwalimu. Umepata, lakini Roho Mtakatifu, kila aliyebatizwa ana Roho Mtakatifu. Amina. Lakini kwa nini Roho Mtakatifu hatendi kazi kwenye maisha yetu? Kwa lugha nyingine, hivi chupa mmeiona? Hii chupa huku mnaitaje hiki? Mnaita kinini hiki kiplastiki? Kibogonya? Hiki kinaitwa kibomonya, si ndio? Sasa mnayaona haya maji yaliyokaa kwenye hiki kibomonya? Mmeyaona? Hivi nikichukua sukari nikaweka kwenye haya maji, alafu nisikoroge ile sukari, nini kitatokea? Naam, itaenda kutua, alafu kinywa yale maji yatakuwa na ladha ya sukari. Lakini sukari kwenye maji imo haimo? Shida ni nini? Shida ni nini? Haijafanya nini? Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Kama tukimpokea Roho Mtakatifu, tusipotaka kumtumia, anakuwa kama sukari iliyowekwa kwenye maji halafu haijakorogwa. Leo tunakwenda kumkoroga yule Roho Mtakatifu tuliyempokea siku ya ubatizo, tuliyempokea siku ya kipaimara. Tutakapokunywa hayo maji yatakuwa yamejaa sukari. Kitu gani kimetokea? Tayari amekorogwa. Wangapi wanaelewa ninachosema? Huyo Roho uliye naye anaenda kukuletea matokeo chanya. Haleluya, haleluya, amina. Usifikiri hauna Roho Mtakatifu, naye ulibatizwa. Padri akasema, kwa mamlaka niliyopewa ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini tulipoondoka hatukutaka kumkoroga, tukataka kumtuliza, kwa sababu tulisema tukimkoroga tutakuwa tunamsumbua Roho Mtakatifu. Leo Roho Mtakatifu anataka kusumbuliwa, tutamsumbua tuvuke mipaka ya Wayahudi katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana hata Yesu alipokuwa amepanda mwanapunda, alipofika kwenye mlima wa Mizeituni, walianza kupigia kelele. Watu wakasema, hawa watu wako wanakupigia kelele. Akasema, wasipopigia kelele watu hawa, nitainua mawe yako kule Nyamibuye, yatapiga kelele. Haleluya, haleluya.
Kumbe Roho Mtakatifu anataka kelele, anataka kelele, hataki utulivu. Amechoka kukaa na utulivu, anatafuta watakaopiga kelele, watakaohitaji msaada kwake, watakaomkoroga ili awasaidie. Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo. Amina takatifu. Amina wana Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwalimu. Wengi tumekwama kwenye maisha kwa sababu tumetoelimu. Wengi wametufundisha kwa waganga, wengi wametufundisha kutegemea akili zetu, wengi wametufundisha kujipambania sisi wenyewe. Ukijipambania peke yako hautaweza, na ndio maana wanaotumia nguvu za giza huwezi kushindana nao, kwa sababu hawajipambanii, wanamtegemea Shetani aliyeferi, maana na wao wataferi. Lakini kwa sasa wanaonekana wamefaulu. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu unawapita wote, unaenda mbele, unaenda juu, unaenda mbele, unaenda una kesi mahakamani ya malota la mahakamani, umwambia Yesu hiki sana kule sibi kushinda ataenda nawe mahakamani, atakusaidia, atafundisha mimi kuuliza maswali mahakamani. Hii ni tumia wakati tumepata jinsi ya kuenenda kama wakili. Asubuhi kesi imeisha, mke wako anaamka anasema, mke wangu nisamehe, nilikupiga sijui nilianzia wapi, sintarudia tena. Kitu gani kimetokea? Umeongea na aliye juu yake yeye. Watu waelewi Bwana. Haleluya, haleluya. Kangu aliwahi kumkocha, lakini mmoja amezaliwa kwa mama mkubwa, kwa mama mdogo. Huyu aliyezaliwa kwa mama tumetoka tumbo moja na mimi, kidogo akawa ameteleza kwa namna fulani, akamkosea yule mwenzie, alafu ile kesi kaanza kuunguruma. Mimi niko pale pale, wakati naunguruma nikawaambia, naomba hii kesi tuongee kesho. Hakujua kwamba nina mpango. Wala yule kaka mwingine tukaondoa, mimi wangu mke alikuwepo. Tulipofika nilimwambia mke wangu, leo hatulali, hatuko tayari kuona familia yetu inafaraka. Sisi watoto walio niomba, alafu nikasikia sauti inasema nikamwambia mke wangu, sasa tunaweza kulala. Asubuhi kwa mahakamani kabla mshtaki na mshtaki hajafika. Mahakamani sio huko mahakamani, nyumbani kwa kaka yetu mmoja hapo. Asubuhi tukafika pale, kagongea mlango akafungua. Nikapia mimi magoti, nikasema, kwa niaba ya kaka yangu, kwa niaba ya kaka yangu, ninaomba utusamehe, ninaomba utusamehe. Akasema, shemeji, mbona yameisha? Mbona yameisha? Yes. Mbona yameisha? Nikamwambia, kama yameisha nataka nione mkikumbatiana kati ya kwako wewe na huyu. Akasema, niko tayari. Roho Mtakatifu hawezi kutusaidia. Kama alinisaidia mimi, atakusaidia na wewe, atakusaidia na wewe. Ndio maana tunasema mtetezi wangu yu hai, anaishi. Sasa wewe unaanza kupambana, yani leo nitatafuta na shahidi akanisaidia. Huyo shahidi naye anatafuta msaada. Yes. Ni nani anakusaidia kwenye mambo yako? Ndio maana juzi tuliongea hapa.
ni mkurugenzi wa wilaya, kwa kumaliza shule yeye ndiye atakayenisaidia. Wote utapatwa na vidonda vya tumbo kama paisha mawazo. Mwambie Yesu, ninasoma, mwisho wa yote ninahitaji msaada kwako. Wewe unajua ni mahali ninatakiwa kwenda. Yesu, kama ukiniunafiki, asante. Wewe msaada kwa ndugu yake yuko South Africa, ana watoto wake, hatusemi kusaidia ni haya, lakini tunakataa kwa mawazo. Yesu, ulikuwa na wazo mtamsaidia nani? Toka kwenye hilo shimo. Watu tuseni mitaani kwamba ndugu yangu lakini hatusaidii. Tunasema tusemi. Tunakupa kiri. Unajua hasa ya kusaidiwa na mtu. Unaifahamu? Hutafanya mambo yako. Ukinywa chai ya maziwa, yule aliyekusaidia na sasa hivi ameanza kunywa chai ya maziwa kwa sababu ni mimi nilimsaidia. Nisingemsaidia chai ya maziwa asingekunywa. Nani anataka vitu hivyo? Unataka vitu hivyo? Ushindwe kula raha na Yesu Kristo kwa sababu ya mtu? Nataka hivyo? Pointi ya 5. Anatukumbusha, endelea ule mstari wa 26. Na kukumbusha yote niliyowaambia. Huyo Roho Mtakatifu kazi mojawapo anayoifanya, anakukumbusha yote uliyojifunza. Anakukumbusha yote uliyojifunza kwenye komunio ya kwanza. Anakukumbusha yote uliyojifunza unapata daraja takatifu. Yote siku ulipokuwa unaingia kwenye nadhiri za daima. Anakukumbusha yote siku ulipokuwa unafunga nini? Ndoa. Atakukumbusha yote uliojifunza kwenye huu mkutano. Roho Mtakatifu huyo ndiye anayetukumbusha. Shetani akitaka usahau, Roho Mtakatifu atasema majira haya lile neno ulijifunza kwenye kipaimara linatakiwa likusaidie mwaka huu, likuvushe kwenye huu mlima. Likija ule mlima unavuka, likija ule mto unavuka, nikija ile vita unavuka. Kitu gani kimetokea? Roho Mtakatifu amekukumbusha. Amina. Kukumbusha mizimu. Achana na hii biashara. Pointi ya 6. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 26. Roho Mtakatifu anamshuhudia Kristo. Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu katika maisha yetu. Yaani anashuhudia mambo, matendo makuu ambayo Yesu aliyatenda katika ulimwengu. Sasa yausaidia na ulimwengu wa kesho hata mwisho wa nini? Wa dayari. Huyo Roho Mtakatifu nisaidie maji. Soma hapo. Lakini ajapo huyo msaidizi Baba, nitakayopelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Amina. Atanishuhudia. Amina. Kwa nini anatushuhudia habari za Yesu? Ili tujifunze kwa wepesi mambo ya Mungu. Amina.
Wanadamu wakikwambia hapa haiwezekani, Roho Mtakatifu atakukumbusha kwamba hapa inawezekana, kwa sababu Musa alipita eneo kama hili akavuka. Kama Musa alivuka, na wewe utavuka. Wakija tena wakisema hapa haiwezekani, atakwambia hapana, na zaidi kukukumbusha kwamba Yoshua alipita kwenye tatizo kama hili akashinda, akavuka. Kama Yoshua alishinda, na wewe utashinda. Wakisema hili jambo haliwezekaniki, atakwambia Isaya alivuka kwenye eneo kama hili, na wewe utavuka. Wakisema haiwezekani, atakwambia Petro na Yakobo walivuka kwenye eneo hili wakaenda, angalia sasa wako ng'ambo. Kwa maana hiyo na wewe utavuka. Usisikilize ya wanadamu, acha ya wanadamu. Angalia Petro, katifu akina Daudi wamevuka, wako ng'ambo. Amina. Anamshuhudia manake, anarudia mambo yote mema, mambo pia wakavuka. Unapita kwenye changamoto, anasema kuna ushuhuda huu hapa. Hebu soma habari ya Mathayo mahali alipita. Hebu soma habari za Paulo. Wakati unasoma, anatengeneza kitu ndani yako, anatengeneza ufahamu mpya wa kuona lile tatizo ni kama Piritoni, unaweza ukavuka. Ni kama sisimizi, unaweza ukavuka. Wakati wengine wanaona ni kubwa kama kanisa hili, wao unaona ni kama sisimizi, unavuka. Wengine bado wako ng'ambo. Amina, amina. Anamshuhudia nani? Kristo. Pointi nyingine ya 7, Injili ya Yohana 16:13. 16:13 Yohana. Lakini yeye atakapokuja, lakini huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, huyo Roho wa kweli, huyo Roho wa kweli ambaye sio wa uongo, atawaongoza. Inatosha. Atafanya nini? Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Ongea, kwa sababu hatujasikia. Roho Mtakatifu ni nani? Ni kiongozi. Kwa nini tunakwama kwenye maisha ya kila siku? Ni kwa sababu tuna viongozi batili. Kwenye ndoa yako inawezekana mnajiongoza wenyewe. Watoto wenu hamjamtafuta kiongozi aliye sahihi waongoze, ni viongozi batili. Biblia inasema kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzie, maana wote watadumbukia wapi? Shimoni. Roho Mtakatifu amekuja kama kiongozi. Atatuongoza kwenye ndoa, atatuongoza kwenye biashara, atatuongoza kwenye elimu, atatuongoza kwenye mambo ya kumcha Mungu, atatuongoza kwenye kilimo, atatuongoza kila mahali. Roho Mtakatifu akikuongoza, utavuka salama, utaenda mbali sana. Natamani nione watu walioelewa. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Amina. Muulize jirani yako, unaongozwa na nani? Mimi sitaki akujibu.
Nani aliyekwambia waache wanaokwenda Misri waende? Isaka, rudi kwenye nchi yako. Isaka, rudi kwenye nchi yako. Isaka aliporudi kwenye nchi ambayo aliahidiwa na baba yake, Biblia inasema mwaka ule Isaka alipata maradufu. Watu walitoka Misri wakaja kununua kwa Isaka. Amina, amina, amina. Wanadamu wanavyoona tofauti na Mungu anavyo. Amina. Atakuongoza mahali sahihi, na ndio maana tunamhitaji sana Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kwa maana ndiye anayetusaidia katika yote. Amina. Injili ya Yohana hiyo endelea. Hiyo ni pointi ya 8. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Anasema atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa sababu huyu Roho Mtakatifu hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia. Lakini usikie vizuri hapo, anasema lakini yote atakayoyafanya nini? Atakayoyafanya nini? Yasikia. Atayafanyaje? Atawapasha habari zake. Mmewaitia mtu labda Amina takatifu, mtu kufa, alafu mwingine inamuonyesha kwamba anaona yule mtu anakufa, si ndio? Mmewahi kusikia kitu kama hicho? Mtu anasema jamani, huyu fulani anakufa, nashangaa jana kweli amekufa. Hicho kitu mmewahi kukisikia? Mmewahi kukisikia? Lakini ni kwa sababu hatuna ufahamu. Kwa hiyo unaota, alafu kiamka unasema kumbe nini? Unasema kumbe nini? Hebu ongea kwa sauti, unasema kumbe nini? Unasema kumbe ni ndoto. Alafu akifa inatokea tena haiwi ndoto, inakuwa ni kifo. Kumbe ni Roho wa Mungu alikuwa anakupa habari kabla kile kifo hakijatokea, anakujulisha kwamba muda si mrefu kuna jambo kama hili litatokea. Kwa nini anakupa habari? Kwa nini anakupasha habari? Anataka uchukue nini? Aidha ya kupinga kile kifo kama sio cha Mungu, ili yule mtu asifanye nini? Asife. Lakini kama ni cha Mungu, akupe neema ya kumwombea yule mtu kabla hajafa, asiende motoni. Aende wapi? Sasa wangapi umewapeleka motoni? Usijifanye usikii. Nauliza, wangapi umewapeleka motoni? Wangapi wamekufa vifo ambavyo hawakutakiwa wafe? Alafu baadaye unajisifia, unasema mimi niliota. Ushindwe kwa jina la Yesu. Kama uliota, sisi inatusaidia nini na mtu ameshakufa? Ninaongea na mtu, kwa sababu kama unaweza ukatusaidia ukatuhadithia habari ya mtu ambaye tayari ameshakufa, inatusaidia nini? Mimi nifikiri unapata ujasiri ya kwamba ndoto fulani anakufa, lakini nikaomba nikasikia Mungu ananiambia hata kufa. Hiyo tungeipigia nini? Makofi. Lakini unahadithia habari za mtu ameshakufa, inatusaidia nini? Leo ndio maana Roho Mtakatifu amekuja mahali hapa ili akufungua ufahamu. Utakapopata taarifa kama hiyo, unasimama kwenye zamu yako ya kwamba huyu hata kufa, huyu hata kufa, huyu hata kufa. Kama si mapenzi ya Mungu, nakata huyo laini ya kifo. Kama ni mapenzi ya Mungu, amchukue katika neema. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo ifungue ufahamu wake, apate neema ya kutubu, apate neema ya kwenda kuungama, ili akiondoka aondoke kiwa salama, aondoke aende mbinguni, akatusaidie awe mwombezi wetu. Ndio maana anasema mpasha habari. Amekuja kukupasha habari, anayepashwa habari hapashiki.
Halo. Mungu ni mwema. Pointi nyingine ya 9, sura ile ya kwanza mstari wa 8 anatupa nguvu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu nguvu. Amina takatifu. Kwa hiyo moja ya sifa ya Roho Mtakatifu ni kututia nguvu. Roho Mtakatifu akikutia nguvu, hofu inaondoka. Roho Mtakatifu akikutia nguvu, mashaka yanaondoka. Roho Mtakatifu akikutia, hauna mashaka. Hauwazi kesho nitakula nini, hauwazi kesho kuta nitakula nini, hauwazi watoto wangu wataendaje shule. Kitu gani kimetokea? Roho Mtakatifu atakutia nguvu za imani ya kwamba kwa leo nina maisha magumu, lakini kesho ninavuka, ninaenda ng'ambo, lakini kesho ninafanikiwa. Kitu gani kimetokea? Anakutia nguvu. Kuna watu wako mahali hapa ni wazee wakati ni vijana. Kimwangalia na miaka 20 ni kama na miaka 900. Kwa sababu dunia imempiga makofi. Nasikia akiinama akika utakuwa binadamu. Dunia kama masikini, uwe msomi usiwe msomi, uwe mjini usiwe mjini, uwe Ulaya uwe Tanzania, hauna Yesu, makofi ni lazima. Unajua sisi unaotuona hapa, sisi tunawahudumia watu mbalimbali. Tunahudumia watu wengine wako ngazi za juu. Hata ukifikiria huwezi kujua ni jinsi gani unaweza kumfikia yule mtu, lakini Mungu ametupa neema, tunawasaidia. Wewe wakati unamwona yule mtu kwamba na amani, sisi tunaona kilio siku, lakini ametupa maskini kabisa, lakini ametupa neema, tunawahudumia watu wakati, na ametupa neema, tunahudumia wasomi. Ametupa neema, tunahudumia ambao sio wasomi. Ametupa neema, tunahudumia matajiri. Ametupa neema, tunahudumia maskini. Ametupa neema, tunahudumia watu wa mjini. Ametupa neema, leo tuko mahali hapa tunahudumia watu wa kijijini. Tunaelewa kwamba watu wanapita kwenye maisha ya namna gani. Unaweza ukaona mtu anatembelea gari zuri, amenunua gari la 200, amenunua gari la milioni 300, lakini lile gari halina faida kwenye maisha yake, ni msiba usiku na mchana. Kwa nini? Neema ya Mungu haipo kwenye maisha yake. Inawezekana alifikiri maisha ni kuwa na fedha, alifikiri maisha ni kuwa na elimu. Hatukatai, kuwa na elimu ni sawa, kuwa na fedha ni sawa, lakini kuwa na Yesu ni sawa zaidi kuliko mwenye pesa, kuliko mwenye elimu. Yesu ni kila kitu. Haleluya, haleluya. Amen. Na ukitaka kujua kwamba Yesu ni kila kitu, ndio maana tunahudumia matajiri. Wanakuja kwetu sisi, hata hela wanakuja, hata tukifika vunguni wanatutafuta. Walio wasomi, hata tungepanda darini, wanawasha magari yao wanatutafuta. Kitu gani kimetokea? Tulichobeba ni bora kuliko walivyo navyo. Amina. Ndio maana tunakupa habari za Yesu. Ndio maana tunatangaza habari za Roho Mtakatifu, kwa sababu tunajua ukimpata Roho Mtakatifu umepata kila kitu. Watakuja kwako matajiri, watakuja kwako masikini, watakuja kwako watu wakati, watakuja kwako wenye elimu, watakuja kwako wasio na elimu, wote watakusanyika kwako. Ndio maana hili kanisa hapa linakusanya watu wote. Ukiingia msomi, una tajiri, hasa mkulima, mfugaji, hasa mfugaji, wote wanamfuata Yesu aliye ndani ya hili kanisa. Oh, Yesu ni kila kitu Bwana. Amina.
Amina watakatifu. Tangu nianze kusali kwa kumaanisha, sijawahi kujuta. Alo. Nasema sijawahi kufanya nini? Kujuta. Sijawahi kufanya nini? Na kushangaa unalialia, una Yesu, umebatizwa, una kipaimara, una komunio ya kwanza, bado unalialia. Mwambie mwanzio huo ni ushamba. Mwambie huo ni ushamba. Ujanja tiripu hii ni kubadilisha maisha. Mwambie ujanja ni kubadilisha maisha. Ninamaanisha kusali. Mwambie ninamaanisha kusali. Kumtafuta Mungu kwa bidii. Watu watakuwa wanalia, lakini kile kilio wewe kitakuepishia mbali. Alo. Mimi hapa saizi nikichukua hii simu yangu niwashe, nitakuta hapa pana misko labda 10 au 15. Waliopiga hata mmoja sio ndugu yangu. Wote wanapiga, wanahitaji nini? Ukiangalia mwingine huyu naye kapiga, naye ananitafuta mimi. Ikifika hiyo pointi ninapiga magoti, ninasema Yesu, wewe ni Ebeneza. Roho Mtakatifu, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Umenipa thamani ingawa sikuwa na thamani. Ni nani aliye kama wewe? Nilipoona Yesu amenipa thamani, nikasema lazima niende Nyamibuye. Kama kuna watu hawana thamani, Yesu akawathaminishe, Yesu akawainue. Yule aliyenisaidia mimi awasaidie na wao. Amina. Waache kulialia. Amina. Alo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Na hiyo ndio asili yake. Kuna dada mmoja tuko naye hapa kwenye safari yetu. Hata kama yeye hajataka niseme hiki kitu, nasema kuwaza kama Yesu amepisha ndege, alimpeleka mpaka Vatikani. Yuko tuko naye hapa, tumetoka naye Dar es Salaam, alipanda kwenda mpaka Vatikani. Kama huyo dada alipanda hiyo ndege, huyu hapa ana njoo hapa juu, labda hawajaelewa vizuri. Hata wahudumu hapa inawezekana hawajui kama huyu alipanda ndege akaenda Vatikani. Ukimwangalia kwa nje ni kama hafanani. Hata wewe utaenda mbali kana Yesu, utaenda mbali. Nasema hivi, utaenda mbali. Yes. Utaenda mbali. Zile nazo zinapita kule juu, huyu alipita kule juu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sijaenda Vatican, lakini hizi za hapa Tanzania nimepanda. Juzi nilikuwa ninahesabu ni ruti ngapi ya 11. Nitoka Songea nimeenda kwa Anaweza. Yesu anaweza. Amina. Naongea na mtu mwenye masikio tena. Yesu anaweza. Amen. Yes. Unielewe, simaanishi kwamba panda sana. Sema kwa namna hiyo kwa sababu ninaona wengi wanafikiri ni muujiza. Amina. Mimi ninaijua mikoa ya Tanzania kama 27. Aliyenitembeza ni Yesu. Sijaenda kufanya biashara, sijaenda kufanya kazi serikali, ninaenda kufanya kazi ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ananipeleka huku, ananipeleka kule, ninaenda kila mahali.
Andaa moyo wako kukutana na Roho Mtakatifu ili akupeleke viwango vingine. Ninatamani nikutane na watu airport, tukikutana aseme ni mimi nimetoka Nyamibule, ni mimi nimetoka Nyamibule. Katika jina la Yesu, twende tukakutane Mwanza tukihubiri Injili, tukakutane Singida tukihubiri Injili, tukakutane Musoma tukihubiri Injili, tukakutane Butiama tukihubiri Injili ya Yesu. Tutakutana huko. Haleluya. Amen. Sasa naona hapa kuna mtu anasema mimi nitamloga hata panda ndege ya 12, nitapanda ya 15, na panda ya 16, panda ya 20, mpaka ya milioni nitapanda. Uchawi wako hauna kazi. Haleluya. Amina. Haleluya. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu atusaidie. Amina. Mungu atusaidie. Amina. Waraka kwa Warumi. Waraka kwa Warumi, hiyo ni pointi ya 10. Sura ya anatujalia uzima wa milele. Roho Mtakatifu anatujalia uzima wa milele. Waraka wa Warumi wa 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni bali nia ya roho ni uzima na amani. Anasema kwa kuwa nia ya mwili nini? Ni mauti. Ni mauti. Dada mmoja alinipigia simu, ilikuwa mwaka 2017 kama sikosei. Alinipigia simu saa 8 ya usiku, akasema, tumishi, nasikia roho inataka kuchomoka, naomba uniombee. Usiku wa manane. Nikamuuliza, mme wako huyu? Nikamwambia mme wake weka loudspeaker. Akaweka, nikamwambia msogezee kwenye sikio. Tukaanza kuomba. Yule akasema mke wangu ameanguka. Nikamwambia wewe weka tu simu sikioni. Tukaendelea kuomba. Akaniambia saizi ameanza kukroa kama nini? Kama nyoka. Nikamwambia weka simu kwenye sikio lake. Tukaendelea kuomba. Baadaye akaniambia ameanza kupika. Tukaendelea kuomba. Baadaye akasema sasa ameinuka amekaa. Tukaendelea kuomba. Baadaye nikamsikia yule dada anasema namshukuru Mungu nimepona. Yes. Namshukuru Mungu nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Yes. Tukasali tukamalizia. Yule dada saa 12 akaja mahali tunapofanyia huduma. Mimi nikawa bado sijafika. Akasubiri mpaka nimefika. Akasema mtumishi, sikiliza mtumishi kilichotokea. Mimi nikawa nimepona. Saa 10 ya usiku. Manake roho ya mauti ilipomkosa yule, Asiana Yesu alikufa. Asiana Yesu alikufa. Hatufurahi kifo, lakini tuongelea habari za Yesu. Yakiwa na Yesu kuchukua wanga wa kilichotokea. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa Roho Mtakatifu anatujalia nini? Uzima. Kilichomfanya yule dada awe mzima pone sio mimi. Kama Roho Mtakatifu hayupo, hata ningekesha ninaomba isaidii. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu akaunga mauti kampisha ndani yake hata sasa. Tunaongea habari za Roho Mtakatifu, tunaongea kitu ambacho tunajua ya kwamba ukikipata umepata vyote, umepata zima, umepata amani, umepata furaha, umepata mbinguni. Wangapi wanawafahamu Wakinga? Hata mmoja? Jamani, Kigoma.
Ponyoshe mikono. Mbona mnanyosha kidogo? Aha. Mimi ni Mkinga kwa kabila, kwa kuzaliwa. Nimetoka kwa watu gani? Wakinga. Kwa Wakinga. Wakinga na Wakigoma. Ni mjomba na shangazi. Mambo yao wanatofautiana lugha, ila tabia. Halo. Nenda siku moja kwa mganga. Nenda sehemu moja Ileje kule wanaita Itumba. Nilipoenda kule Itumba, nikaenda kwa baba mmoja hivi, ni mganga mashuhuri. Akasema sasa twende kijijini kwangu. Kijijini kwangu ni kule alikotokea marehemu Steven Kibona, alikuwa waziri. Nani anamfahamu? Kwenye hicho kijiji ndiko alikonipeleka huyo mganga, ndiko nyumbani kwake huyo mganga. Akanipeleka kule, akaniambia, niambie unataka nini? Nikamwambia, mganga wewe unauliza makofi kituoni, eti umepelekwa polisi, unawauliza polisi hivi, nikiletwa hapa mnapiga wale shangazi zako? Lazima wakuonyeshe show ili uelewe somo, si ndio? Kwani yule mganga, nilipofika pale nikamwambia, baba wewe unaniuliza umekuja kufanya nini? Mimi ni Mkinga, nataka hela, nataka pesa. Akasema okay, nitakupa pesa. Akanitolea kiburungutu fulani hivi. Kumbe yule mganga msanii bwana, amekatakata makaratasi yanalingana na noti ya 10,000. Ameyapanga vizuri, chini ya 10,000, juu ya 10,000. Kwa mimi ninaona ni utajiri. Anasema kama hapa kwangu umeziona hizi, mimi nitakugawia hela nyingi zaidi ya hizi. Si nikatuliza moyo, nikajua hapa nimefika. Nimekaa kwa huyo mganga siku 3. Kule ukipiga simu haipo, maana ni milimani, maporomoko. Nyumbani wananitafuta, huyu mtu mbona haonekani? Kumbe niko kwa Kalumanzira natengenezwa siku 3. Sasa nilichoshangaa, siku ya 3 yule mganga, unajua tumefika sasa, tumekuwa marafiki, tunapiga stori mimi na mganga. Akajisahau kwamba anaongea na mhudumiwa, akaanza kufunguka siri zake. Akaniambia, bwana, unauona ule mlima? Nikamwambia yani ule mlima unaonekana kama inavyoonekana hiyo hapo. Nikamwambia ndio mzee, ninauona. Akaniambia, bwana, miaka 3 iliyopita tulichukuana na wenzangu 4 tukaenda kwenye ule mlima. Tuliambiwa kwamba kuna masanduku ya Wajerumani. Wangapi wamewahi kusikia habari za masanduku ya Wajerumani? Si unaona hata huku wapo. Nikasema hapa nitege sikio, anataka kuniambia kitu gani? Akasema tukachukua shoka, tukachukua sijui zile vile vimisumeno vidogo wanavyokatia chuma, vinaitwaje vile vimisumeno vidogo wanavyokatia nini? Chuma. Amebeba kicho kimsumeno, wamebeba shoka, sijui wamebeba na moto, sijui na nini, wanaenda kwenye ule mlima. Hasema tulipofika kwenye ule mlima, kweli yale masanduku tuliliona kwa mbali, lakini tulipofika pale tukapiga shoka la kwanza. Tulipopiga shoka la pili, anasema alitokea nyoka mkubwa wa ajabu. Anasema mashoka, sijui kitu gani tulichobeba, vimisumeno, kila kitu, moto, tuliviacha pale pale, hatujawahi kurudi tena kule. Moyoni kanijia akili, nikasema kumbe nimekuja kutatua matatizo kwa mwenye matatizo kama alivyoongea hivyo. Nikamwambia, baba, leo samahani, naenda nyumbani, nitarudi tena. Fikiria, nimekaa kwake siku 3 natafuta hela, kumbe na yeye anaendaga milimani kutafuta hela. Nimegundua siri.
Nimegundua siri. Ukitaka hela njoo kwa Yesu. Ukitaka biashara njoo kwa Yesu. Ukitaka kazi njoo kwa Yesu. Yeye hatafuti hela, hatafuti kazi, hatafuti gari. Yeye anagawa pesa, anagawa kazi, anagawa kila kitu. Maana yeye ni mwanzo na mwisho. Ukimpata Yesu umepata kila kitu. Ndio maana Biblia inasema alikufa masikini ili walio masikini wapate kuwa matajiri. Haleluya, haleluya. Hey. Sasa wewe unaenda kutafuta hela kwa ambaye yeye mwenyewe anakaa nyumba ya nyasi, unataka kupe gari. Kweli inawezekana? Waraka kwa Wakorinto, au hiyo achana nayo, hiyo achana nayo. Ninaomba tusome Matendo ya Mitume sura ile ya 2 aya ya 1 hadi ile aya ya 3. Nitatangaza. Ndio. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Walikuwako wote mahali pamoja. Ndio. Kukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja ghafla toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Uvumi kama uvumi wa upepo unaovuma mahali hapa. Wa nguvu ukienda kasi. Wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Ukaijaza nyumba yote. Waliokuwa wameketi. Walimokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Kama ndimi za moto. Kama ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wote nyamibuye wakajazwa na Roho Mtakatifu. Yes. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema kwa lugha sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama Roho wa Yesu alivyowajalia kutamka. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa leo watu watanena lugha ambayo hawajawahi kunena. Tayari wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Yes. Tutanena ile lugha ambayo tumekuwa tukiitamani. Tutanena ile lugha ambayo mitume waliinena. Sitani. Si tunakumbuka ule wimbo? Inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Tunasikia mambo haya ya Mungu wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Wao ni wa Galilaya, nasi ni wa makabila